Rais Jakaya Kikwete azishauri nchi za Afrika Mashariki kutenga bajeti ya kutosheleza mahitaji ya mahakama ili ziweze kuendesha kesi kwa wakati. Matumizi ya bodaboda na bajaji kusafirisha abiria kwa tajwa kusababisha ongezeko la ajali nyingi za barabarani katika maeneo mbalimbali nchini. Na katika mchezo, mlinda mlango wa siku nyingi hapa nchini Juma Kaseja aeleza sababu za kujiunga na klabu ya Mbeya City kwa ajili ya msimu ujao wa ligi. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Raymond Mtenga. Tunaanza na taarifa ya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete amezishauri mahakama za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutenga bajeti zitakazotosheleza mahitaji yaliyopo ili kuziwezesha mahakama hizo kuendesha kesi zake kwa wakati. Hatua ya ushauri huo imetoka jana jijini Mwanza kwa kile kinachodaiwa kuwa mrundikano wa kesi nyingi katika mahakama hizo unaotokana na ufinyu wa bajeti, jambo linalosababisha kuwepo na uhaba wa majaji wenye uwezo wa kuzitolea maamuzi kesi hizo. Tupate taarifa zaidi. Huu ni mkutano mkuu wa majaji na mahakimu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliokutanisha wadau hawa kujadili ajenda zinazolenga kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani, ambapo Rais Kikwete akagusia changamoto ya uhaba wa majaji na mahakimu. I've been going there oftentimes. No decision is being made. Every time napigwa tarehe nyingine. That's the famous word. And people think it is the business of government. So that's why at times when we say please, when we whisper to you, please, mzee jaji wa kanda. Katika mkutano huo vile Rais Kikwete akatumia fursa hiyo kuaga majaji na mahakimu wa jumuiya hiyo, ikiwa imebaki takriban miezi miwili kabla ya kuondoka madarakani baada ya kufanyika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Because when I say now August and come November, come November, I'll not be president, there'll be a new man. How can I say that? I'm saying it with confidence. And I'm not seeing a leader who will ignore the judiciary. Rais wa jumuiya hiyo upande wa Tanzania Ignas Kitusi amesema ajenda mbalimbali zitakazojadiliwa katika mkutano huo zitazisaidia mahakama za jumuiya hiyo kutatua changamoto zilizopo. Tunahitaji ushiriki wa serikali, ushiriki wa mamlaka inayotoa fedha. Kwa baadhi ya changamoto ambazo zinasababisha mashauri yacheleweshwe zinatokana na ufinyu wa bajeti. Nashukuru Mheshimiwa Rais ambaye amefungua mkutano, anatambua hilo na ametoa wito kwa serikali zingine za Afrika Mashariki kuzingatia umuhimu wa mahakama. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Watumishi wa Jumuiya ya Mifuko ya Hifadhi ya Jamii Tanzania TSSA wamehamasishwa kuwa na ushindani katika utoaji huduma na hivyo kubuni mbinu mpya zitakazowezesha mifuko hiyo kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi. Tupate taarifa zaidi. Akifungua mafunzo ya wafanyakazi wa mifuko mbalimbali ya hifadhi ya jamii ambao ni wanachama wa TSSA, mwenyekiti wa jumuiya hiyo Eliudi Sanga amesema ili mfuko hiyo iweze kutoa huduma bora zaidi ni muhimu kuwa na ushindani baina ya mifuko hiyo unaotokana na ubunifu ambayo itakuwa chachu ya utoaji wa huduma bora, huku akiwahamasisha vijana waliosajiliwa katika mifuko hiyo kutoa mbinu mpya ya uboreshaji wa huduma hiyo. Kila mfuko una mikakati na umepanua wigo wa wanachama katika sekta rasmi na isiyo rasmi. Na kama nilivyosema, asilimia kubwa wako katika hiyo sekta isiyo rasmi. Na unaona sasa hivi uko uhamasishaji wa kila mfuko kuhakikisha unawafikia hawa watu ambao waliopo katika sekta isiyo rasmi. Katibu wa TSSA Meshak Bandawe amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwaongezea ujuzi wafanyakazi wa mifuko ya hifadhi ya jamii, huku akibainisha kuwa kwa sasa mifuko hiyo imepanua wigo wa utoaji wa huduma hadi kwa taasisi zisizo za serikali katika jitihada za kuwafikia Watanzania wote. Kama najiunga kwenye taasisi na kwa vile wanakuja hao wageni, badala ya wao kuingiza jambo jipya kwenye taasisi,
wao wanamezwa na wazamani. Mimi nakupanga sana mtu anasema unafika baada sasa, unajua hivi ndivyo tumekuwa tukifanya. Sasa wana miaka mingi bana, we have been doing like this. Sasa wewe dogo unakuja kutusikilize sisi, tuko siku nyingi hapo. Unajua taasisi kwa hivyo will never change. Jumuiya ya mifuko ya hifadhi ya jamii Tanzania TSSA inaundwa na mifuko ya hifadhi ya jamii Tanzania bara na visiwani ikiwemo NSSF, PPF, LIPF, GEPF, NHIF pamoja na ZSSF. Kutoka studio za habari hapa Channel 10, Hamid Abdurrahman, Dar es Salaam. Kuongezeka kwa vyombo mbalimbali vya usafiri ikiwemo bodaboda pamoja na bajaji imeelezwa kuwa tishio la usalama kwa watumiaji wa barabara mkoani Manyara. Taarifa ya mwandishi wetu Elia Kimani inafafanua zaidi. Haya yamebainishwa katika risala ya kamati ya usalama barabarani ambayo imesomwa na Nelson Mari, makamu mwenyekiti wa usalama barabarani mkoani hapa, mbele ya mgeni rasmi kaimu katibu tawala wa mkoa Bwana Misaile Musa wakati uzinduzi ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani, huku pia kamati hiyo ikibainisha kukumbana na changamoto mbalimbali katika kutekeleza majukumu yake. Wananchi kuficha taarifa za kihalifu pale mtu anapopata tatizo atoi taarifa kwa vyombo husika. Pia upungufu wa vitendea kazi kwa jeshi letu, mfano wa magari ya doria, vifaa vya kufanyia ukaguzi na kadhalika. Sheria zimekuwa sio kali sana, hivyo kuweka wakati mgumu kwa askari pindi zinapovunjwa. Nao madereva ambao wamezungumza na Channel 10 wamesema kuwa ningeomba trafiki wao makini sana kwa swala hili la barabarani, kwa sababu kuna bodaboda wengine huwa soelewa pindi pale trafiki anapomsimamisha bodaboda anakataa kusimama, wenyewe wanachukua jukumu la kumkimbiza. Ndio pale pindi wanaposababisha ajali, manake anakuwa yuko na hofu sana kwamba anapokimbizwa na bodaboda. Hii ni mara ya kwanza kwa wiki hii ya nenda kwa usalama barabarani kuadhimishwa mkoani hapa, huku ripoti ya mkoa ikionyesha kukamata vyombo vya usafiri vyenye makosa ya papo kwa papo zaidi ya 8,000 ambaye imeingiza zaidi ya milioni 200 katika kipindi cha Januari hadi kufikia mwezi Juni 2014. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Na hapa Dar es Salaam, katika kuelekea katika maadhimisho ya wiki ya usalama barabarani kanda ya Dar es Salaam, mfuko wa pensheni kwa wafanyakazi wa serikali za mitaa LAPF umechangia kiasi cha shilingi milioni 3 kama mchango wa kukabiliana na matukio mbalimbali ya ajali za barabarani zinazotokea nchini. Tupate taarifa zaidi. Kabidhi mchango huo, meneja wa LAPF kanda ya Dar es Salaam Yesaya Mwakifulefule amesema kwa kutambua kazi hiyo inayofanywa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani katika kupambana na kudhibiti ajali za barabarani, wameona ni vyema kushirikiana na jeshi hilo katika mapambano hayo kwa njia ya kuchangia fedha kwa lengo la kuhakikisha janga la ajali zembe linatokomezwa nchini. LAPF tumekuwa mstari wa mbele sana katika shughuli za kijamii kama hizi. Si hapa tu, lakini kote kule nchini ambako yeye amekuwa shuhuda nambari 1 hapa Dodoma na hasa hapa Dar es Salaam. Na hii si mara yetu ya kwanza na wala haitokuwa mara yetu ya mwisho. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani kanda ya Dar es Salaam Elfadhili Mgonja ameitaka jamii kushirikiana na polisi kitengo cha usalama barabarani kuzuia na kudhibiti ajali zinazoendelea kutokea nchini, huku akisema ajali zinazotokea zinazuilika, hivyo ni vyema jamii kaunganisha nguvu na polisi katika mapambano hayo. Amesema katika ajali mbalimbali zinazotokea nchini, makundi yanayoathirika ni watembea kwa miguu, madereva wa bodaboda sambamba na magari ya abiria na malori. Ajali za barabarani ni swala ambalo linatuhusu wote. Linahusu kila mtu. Kuanzia wazazi, nyumbani, watoto, taasisi na wale wote ambao wanaweza wakatumia muda wao na vile Mungu alivyowajalia navyo
katika kushirikiana ili tuweze kupambana na ajali za barabarani. Ajali za barabarani sio ugonjwa, ni matukio ambayo binadamu anayo uwezo wa kuyadhibiti. Wiki ya usalama barabarani kanda Dar es Salaam inatarajiwa kuadhimishwa rasmi siku ya tarehe 28 mwezi huu, huku kauli mbiu yake ikiwa ni endesha salama, okoa maisha. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwaipiana, Channel 10. Kupitia mpango wa taifa wa kudhibiti magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele, watu wanaosumbuliwa na ugonjwa wa mabusha katika halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani wameupongeza utaratibu wa serikali wa kutoa huduma ya upasuaji katika hospitali ya mkoa ya Mtwara Ligula. Mwandishi wetu John Kasembe ana taarifa zaidi. Wagonjwa hao walioshiriki katika uzinduzi wa kambi ya kuwafanyia upasuaji wagonjwa wenye matatizo ya ugonjwa wa mabusha ulioanza katika hospitali ya Ligula chini ya madaktari bingwa kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili wamesema fursa hiyo imekuwa hadimu na ya kipekee kwao. Nafurahi kwa kuja kutatulia matatizo ambayo wengi yanatukumba, na tunashindwa fursa ya kuja kutatua matatizo kabla ya hawa kutokana na malipo. Kwa kweli ugonjwa huu hapa kwanza unatukosti watu wengi sana. Alafu ugonjwa yani kwa kweli unatukosti afu vile kitu kingine. Yani kwa kweli tunanyanyasika. Yani hata jinsi hata matembezi yetu tunavyotembea inatakiwa ununue shati ambaye sio kwa size yako. Ili ndio kama shati ndio kama kanzu. Ndio maana nasema hivi sasa inakuwa kama nyota ya jaa kwamba serikali kutujali sisi wananchi wake. Huu mpango nilikuwa nimenasa sana kwa vile sina ndugu wale naye, lakini aona ule mwelekeo kwamba kuja kunifanya mpango wa kutoa hii ndude. Kwa hii ndude hii mshikamaji huu unatia aibu sana kwa sisi vijana kama sisi kwa mfano. Kwa upande wake mkurugenzi wa taasisi ya uchunguzi wa magonjwa ya binadamu Dr. Mwele Malesela amesema Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii kwa kushirikiana na shirika la utafiti wa mafuta na gesi Start Oil wameweza kuandaa kambi hiyo ili kupunguza tatizo la wagonjwa wa mabusha na kufanya upasuaji wa zaidi ya watu 100 katika manispaa ya Mtwara Mikindani. Mkoa wa Mtwara umekuwa ni mojawapo katika mikoa ambayo ina ugonjwa huu kwa wingi, na mkoa huu una takriban watu wapatao 2500 wanaosumbuliwa na ugonjwa wa mabusha. Upasuaji huu pia utaendelea katika mikoa mingine ikiwa pamoja na mkoa wa Dar es Salaam na Tanga, ambapo tunategemea kufikia takribani watu 1200. Kwa ule uoga kwamba utashindwa kupata watoto haupo kabisa, na mpaka saizi tutakuwa tumefanya wagonjwa operation kwa tekniki, tunaenda kufanya zaidi ya wagonjwa 1000. Hamna hata mmoja aliyepoteza maisha kwa ajili ya upasuaji. Katika utekelezaji wa shughuli za upasuaji huo, shirika la utafiti wa mafuta na gesi Start Oil limeweza kutoa dola 25,000 za Kimarekani kwa manispaa ya Mtwara Mikindani. Nikiripoti kutoka Mtwara, mimi ni John Kasembe wa Channel 10. Wizara ya Fedha imesema taratibu za utoaji hati fungani non-cash bond uko tayari na zinatarajiwa kuanza kutolewa wakati wowote kuanzia sasa kufuatia pesa serikali ilizokopa kutoka mifuko ya hifadhi ya jamii kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali ikiwemo barabara. Tupate taarifa zaidi. Waziri wa Fedha Saada Mkuya Salum ametoa kauli hiyo alipokuwa akizindua fao la uzazi na fao la wote, skema ya mfuko wa pension wa PPF, sambamba na kuzindua bodi mpya ya mfuko huo, ambapo amejibu changamoto zilizoelezwa na mwenyekiti wa bodi hiyo Ramadhani Musa Hija, ikiwamo kuongezeka kwa fedha zinazodaiwa na mifuko, waajiri kuchelewesha michango ya wafanyakazi wao, fao la kujitoa na baadhi ya wapangaji ikiwamo serikali kutolipa kodi za pango kwa wakati husika. Nadhani wanawake na mama tumelipokea, tutalipokea kwa mikono miwili, na naamini kwamba ni fao ambalo litasaidia kina mama kwa kiasi kikubwa sana. Katika hatua nyingine, waziri huyo wa Fedha amezungumzia changamoto ya fao la kujitoa na kutolea ufafanuzi, ambapo alisema bado serikali inalifanyia kazi na kwamba inataka kuja na jibu lenye tija kwa pande zote husika.
kuwa tunafanya kazi yetu kwa uadilifu mkubwa kwa kuzingatia sheria iliyoanzisha mfuko, miongozo iliyotolewa na itakayokuwa inatolewa. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Upendo Msuya, Channel 10. Na sasa ni habari za michezo. Mlinda mlango Juma Kaseja amesema kuwa kila mchezaji anahitaji maisha mazuri, hivyo hajutii uamuzi wake wa kujiunga na klabu ya Mbeya City. Kaseja amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari kufuatia mashabiki wengi kuzua maswali mengi juu ya uamuzi wake wa kujiunga na Mbeya City, huku wengi wao wakidai Mbeya City ni timu inayohitaji wachezaji wengi ambao ni vijana. Aidha, Kaseja amezungumzia sababu zake za kuingia mkataba wa muda mfupi na Mbeya City, ambapo amesema makubaliano yatabaki kuwa siri baina yake na klabu yake hiyo mpya, huku akiwataka mashabiki wa Mbeya City kumpa ushirikiano ili kuweza kufanya kazi vizuri kwenye msimu mpya wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Mpaka anaondoka katika ndani ya Simba ndio alikuwa golikipa namba 1 na Daka. Mpaka Juma anaondoka ndani ya Yanga alikuwa na Daka. Sasa hivi ni vitu ambavyo tu katika mpira wa Tanzania wa mtu kama vile mimi nishavizoea. Najiamini na nadhani hata wewe unaniamini kama ni golikipa ambaye mwenye uwezo mkubwa. Kwa mimi naenda, inategemea na ushirikiano wa wachezaji, benchi la ufundi na mashabiki wa Mbeya City. Mimi nadhani timu zote zinazocheza ligi kuu zote ni timu kubwa. Sababu kama ingekuwa ni timu ndogo zisingeweza kupata nafasi ya kucheza ligi kuu. Kwa hiyo timu zote zinazocheza ligi kuu zote ni timu kubwa. Kaseja alijiunga na kikosi hicho cha Mbeya City kwa mkataba wa miezi 6 baada ya kuwa nje ya soka kwa miezi 7 baada ya kuachwa na kikosi cha mabingwa wa sasa wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara, Dar es Salaam Young Africans. Kutoka Dar es Salaam, Saidi Kilumanga, Channel 10. Wanamichezo na wadau wa sekta ya sanaa nchini wametakiwa kujituma katika kazi zao ili waweze kujiletea maendeleo ya kazi zao, jambo litakalowasaidia kukuza kipato chao na kipato cha taifa kwa ujumla. Ushauri huo umetolewa na mdau wa sekta ya michezo nchini ambaye pia ni mtangazaji wa kituo cha television na radio cha BBC cha nchini Uingereza, Salim Kikeke, katika mahojiano maalum na dawati la michezo la Channel 10, ambaye aliweka bayana kusikitishwa na mwenendo wa timu za taifa pamoja na mchango usiotosheleza wa sekta ya sanaa za muziki na filamu nchini. Katika ushauri wake huo, Kikeke mwasihi wachezaji wote wanaoshiriki katika michezo mbalimbali nchini kuongeza uzalendo kwa michezo husika. Lakini nadhani tunahitaji kwanza kama wachezaji wetu watajituma na kuamini na kudhamiria kufanikisha, lakini pia taasisi zetu za michezo na za mpira ziwasaidie kutafuta nafasi hizi na kuweza kukuza vipaji ambavyo tunavyo. Na mpira ni jambo moja tu, lakini kuna michezo mingi sana. Juzi nilifurahi sana kuona timu ya taifa ya wanawake ya cricket Tanzania ikicheza na India na Nigeria. Nadhani najua ni katika ngazi ya chini, lakini tutakapoendelea kujaribu tutafika mbali. Kwa upande mwingine, ameziomba mamlaka zinazosimamia sekta za michezo nchini kuboresha utendaji wake wa kazi na kuwasaidia wachezaji na wasanii kuendeleza kazi zao, huku zikihakikisha wanapata maslahi stahiki kwa kazi zao. Ghafla ule mtiririko wetu wa wakimbiaji kina Nyambui kina Philbert Bayi ambao walitangaza sana Tanzania kumekauka ghafla. Kuna tatizo hapo. Kwa hiyo nadhani kutafuta vijana tangu katika ngazi ya chini na kuhamasisha na kutilia mkazo katika michezo kama hii itaweza kufanya tukang'aa sana kimataifa. Nadhani uwezo tunao, lakini na vipaji tunavyo. Kikeke pia amewataka wasanii wa muziki na filamu nchini kutochoka wala kutokatishwa tamaa katika kufanya kazi zao kufuatia mazingira yasioridhisha mwenendo vipato vya kazi zao, ambao pia amezitaka taasisi zinazosimamia kazi za wasanii nchini kurasimisha sekta hiyo ili mapato halisi yanayopatikana si tu ya kuwanufaisha wasanii bali yanufaisha taifa kwa ujumla. Mashariki, sanaa ya filamu, sanaa ya muziki tumepiga hatua kubwa sana ukilinganisha na nchi ambazo zinatuzunguka. Maana sasa inakuwa kama ni sekta isiyo rasmi, lakini nadhani inahitaji kufanywa kuwa kama sekta rasmi. Ukitizama
filamu kwa mfano kwa nchi kama Nigeria, Nollywood ina mapato yake yameingizwa kwenye mapato ya taifa ya serikali. Kutoka Dar es Salaam, Baraka Ngemba, Channel 10. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.